Tumsifu Yesu Kristo. Utoto mtakatifu milele amina. Yubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Wapendwa wana wa Mungu, leo Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya Mtume Yohane na mwinjili. Sisi watoto pamoja na walezi tumefika hapa Kigonzile ili tuweze kufanya hija yetu katika mwaka mtakatifu wa yubilei ya miaka 2025 ya uinjilishaji duniani. Kumbe tumefika hapa Kigonzile katika kilima hiki tukihiji kama walivyofanya wale mamajusi ambao walienda wakiongozwa na nyota ili kumwona mtoto Yesu na kushuhudia kile ambacho walikiamini kwamba kimetokea katika ulimwengu wetu, wakiongozwa na nyota, kisicho cha kawaida. Kwa maongozi ya Mungu wakatambua kwamba kumbe Yesu Kristo mwana wa Mungu amezaliwa duniani. Sisi tumekuja hapa kuhiji tukifanya kama walivyofanya wale wachungaji ambao baada ya kuambiwa na malaika kwamba leo amezaliwa mwana wa Mungu Kristo Masia, wakaenda kwa haraka ili wakamwone mtoto Yesu. Kwa hiyo tunafanya kama walivyofanya wale wachungaji na kama tuliimba wimbo ule. Hebu tuimbe tena, simameni watoto. Wachungaji wakaenda kwa haraka, ambao walienda kumshuhudia mtoto Yesu aliyezaliwa baada ya kupewa ujumbe na malaika. Siku ya leo tunapoadhimisha Injili, tunapoadhimisha sikukuu hii ya Mtume Yohane, mtume na mwinjili, tunakumbuka upendo wa Mungu ambao hata Yohane baada ya kuitwa na Yesu Kristo awe mtume wake aliitikia, na yeye aliamua kuacha vyote alivyokuwa navyo na kazi yake ya uvuvi, akaacha vyombo vile pamoja na baba yake Zebedayo, akamfuata Yesu. Mtume Yohane alizaliwa na Salome mama yake.
sinagogo mkubwa mwanzoni mwa karne ya kwanza, manake ni mwanzoni kabisa baada ya Yesu Kristo kutokea. Utume wake aliufanya kwa ushujaa mkubwa, na tunaambiwa alifariki akiwa mkongwe mwishoni mwa karne hiyo ya kwanza huko Efeso, ambapo kwa siku ya leo ni nchi ya Uturuki. Kabla ya kumfuasa Yesu Kristo, huyu Yohane alikuwa mhubiri na mfuasi wa Yohane Mbatizaji. Ndiye shahidi mkuu wa miaka mitatu hivi katika utume wa Yesu Kristo, akiwa wa kwanza kumfuata pamoja na mtume Andrea. Ni mshiriki wa matukio ya pekee na mwalimu wake, kama ambavyo tunashuhudia hata tunaposoma katika Injili. Mwinjili huyu Yohane anaonekana katika matukio makubwa kama lile tukio la kugeuka sura mlimani. Yohane naye wakati ya wale mitume alikuwa daima karibu sana na Yesu. Mtume Yohane ni mtume pekee aliyesimama chini ya msalaba wakati wa mateso ya Yesu, na hata kabla ya Yesu kufa alikuwa pamoja na mama yake Yesu, mama Bikira Maria. Na ninyi watoto mnakumbuka Yesu alipokuwa msalabani kabla ya kifo chake, alipotazama akamwona mama yake na akamwona Yohane. Yesu alimwambia maneno gani mama yake, mama Bikira Maria? Yesu akiwa msalabani alimwambia maneno gani mama yake Bikira Maria aliyekuwa chini ya msalaba? Alimwambia maneno gani? Mama, tazama. Semeni kwa sauti wote kabisa. Mama, tazama mwanao. Kwa hiyo hayo maneno Yesu alikuwa anamwambia nani? Mama yake, kwamba amtazame mwanaye. Na huyu mwanaye ni nani? Huyu mwanaye ambaye Yesu alimwambia mama Bikira Maria amtazame alikuwa ni nani? Yohane. Huyu Yohane ambaye tunamwadhimisha leo alikuwa Yohane, kwa sababu tumesema kati ya wale mitume 12 aliyekuwa anayeonekana na ambaye tunamsoma katika Injili ni Yohane. Ndiye aliyekuwa mpaka mwisho Yesu anakufa, yupo msalabani pale, yupo na mama Bikira Maria. Yesu anaangalia chini, anamwona mama yake na anamwona Yohane. Akamwambia mamaye, turudie tena maneno hayo, mama tazama. Akamtazama na Yohane akamwambia, tazama mama yako. Kwa hiyo kwa mama Bikira Maria alimwambia, mama tazama mwanao. Maanake muangalie huyo Yohane, mtoto wako, mimi naondoka, mimi nakufa, sasa umtazame huyo. Anamwangalia Yohane na anamwambia maneno kwamba, Yohane tazama mama yako. Umwangalie huyo, sasa ni mama yako, mimi sipo, mama yako sasa ni huyo mama. Manake na tunasoma katika Injili kwamba tangu wakati ule Yohane akamchukua mama Bikira Maria, alimchukua akawa alipo pamoja naye, anamtunza na akawa pamoja naye. Kwa hivyo maneno hayo yana maana gani ambayo Yesu alimwambia mama yake, tazama mwanao? Ina maana kwamba Yesu anataka kutufundisha kwamba mama Bikira Maria ni mama yetu. Yohane ambaye alikuwa pale chini ya msalaba anatuwakilisha sisi, kwamba katika maisha yetu ya Kikristo, sisi watoto na sisi wazima, walezi, sisi mapadre na maaskofu, mama Bikira Maria ni mama
yetu, ni msaada wetu. Kwa hiyo yale maneno aliyomwambia Yohane ni maneno ambayo aliyemwambia mama yake, tazama mwanao. Haya maneno yanaashiria nafasi ya mama Bikira Maria kwetu sisi binadamu, kwamba mama Bikira Maria ni mwombezi wetu. Na ndio maana kila mara tunasali, naona wengine wanaweza kumbeba ndio wengine bana walali, kwa sababu tunasali kwa mama Bikira Maria ili atuombee kwa mwanaye Yesu, ili tuweze kuwa wafuasi waaminifu, wafuasi wake ambao tunatambua mapenzi yake na tunamshuhudia. Na maneno yale mengine ambayo alimwambia Yohane, tazama mama yako, anataka kutufundisha kwamba sisi kama vile alivyokuwa Yohane tunapaswa kumtazama nani? Mama Bikira Maria kama mama yetu. Tumchukue mama Bikira Maria kama mama yetu, andamane pamoja nasi katika safari ya maisha yetu ya Kikristo. Sasa ndugu zangu, siku ya leo tunapofanya sikukuu hii ya Yohane Mtume na Mwinjili, sisi watoto tukiwa katika hija yetu, tena katika mwaka mtakatifu wa Jubilei ya miaka 2025 ya Kristo duniani, tujione kwamba tunayo bahati ya pekee. Tumebahatika kupata nafasi ya kutulia, nafasi ya kumtafakari mtoto Yesu aliyezaliwa, tena tukiwa katika oktava ya Noeli. Tupo katika oktava ya Noeli, katika zile siku, na leo ni siku ya ngapi? Kwa sababu tarehe 25, 26 ni siku ya kwanza, leo siku ya pili ya oktava. Kwa hiyo tunamtafakari Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliyekuja duniani kwa ajili ya kutukomboa. Na katika nafasi ya leo tunapofanya adhimisho la misa hii takatifu, tumeona kwamba katika jambo ambalo si la kawaida, injili tuliyosoma leo ni injili inayohusu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo aliyefufuka. Tupo katika kipindi cha Noeli, tena katika oktava ya Noeli, lakini unaona injili iliyowekwa ni injili inayohusu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na somo la pili, la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Yohane. Waraka wa kwanza wa Mtume Yohane. Sababu kwanza tujue, tumesema kwamba injili Yohane ni kati ya wainjili. Wainjili wapo wangapi? Wainjili wapo wangapi? Injili zipo ngapi? Zipo ngapi? Injili ipo moja. Wainjili wapo wangapi? Wale walioandika injili wapo wangapi? Wa kwanza Mathayo, wa pili Marko, wa tatu Luka, wa nne Yohane. Huyu Yohane ndio huyu tunayemwadhimisha leo. Haya, alama za wainjili hao wanne. Mathayo alama yake ni ipi? Alama ya injili ya Mathayo ni zipo kwenye kitabu cha Injili. Naomba baba mmoja atushikie kitabu hicho, watoto waone alama za wainjili. Mnaona hizo alama? Hizo alama mlio jirani mnaziona? Sasa injili hii ya kwanza hii mnaona ni alama ipi? Ni alama ya sura ya binadamu. Ni alama ya sura ya mtu binadamu. Na hiyo ni alama ya mwinjili Mathayo. Halafu ya pili chini hapa kuna mkia kidogo, halafu hapa unaona sura. Ni alama ya simba. Kwa hiyo mwinjili Marko alama yake ni
simba. Mwinjili Mathayo alama yake ni binadamu tu. Kwa nini? Kwa sababu mwinjili Mathayo aliongea mwanzoni, unaona anaongea juu ya ukoo wa Yesu. Abrahamu alizaa Isaka kazaa, nenda mpaka mwishoni anaeleza juu ya ukoo wa Yesu. Kwa hiyo ni Myahudi anayeeleza juu ya binadamu, ukoo wa binadamu, namna ulivyotoka na ulivyoenda. Lakini mwishoni kabisa nataka tujue kwamba sisi sote tupo katika ukoo wa Yesu Kristo. Kumbe mwinjili Mathayo, Marko alama yake ni simba, kwa sababu aliongea juu ya, naona Yohane, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Kwa hiyo anaongea kama simba anayenguruma kutoka jangwani, na alama yake ni simba. Halafu mwinjili Luka alama yake ni ng'ombe. Alama yake ni ng'ombe. Mnazikumbuka hizo alama? Nitawapatia mtihani. Kwa hiyo turudie tena. Mathayo alama yake ni binadamu. Marko alama yake ni simba. Simba huyo. Na Luka alama yake ni ng'ombe. Kwa nini ng'ombe? Kwa sababu ya Zakaria ambaye alitoa kafara ya wanyama, chinja ng'ombe. Nakumbuka hata alipotokewa na malaika juu ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, alikuwa anafukiza uvumba na alikuwa ameingia mahali patakatifu kwa ajili ya kutolea dhabihu, kutolea sadaka ya wanyama kama kuhani. Na Yohane alama yake ni ndege, ana tai, kwa sababu tai anaruka sana, juu sana, na kwa sababu hiyo alama hiyo ya ndege inaashiria juu ya mwinjili Yohane ambaye mawazo yake tukumbuke kwamba mwinjili Yohane aliandika injili ya Yohane, akaandika na nini? Aliandika na nyaraka ngapi? Nyaraka za Yohane zipo ngapi? 3. Waraka wa kwanza, waraka wa pili na waraka wa 3. Zipo 3 nyaraka za Yohane. Halafu ameandika na kitabu cha Ufunuo. Unaposoma katika vitabu hasa Injili, hasa Injili ya Yohane na kitabu cha Ufunuo, utaona kwamba mawazo yake ni mawazo ya ndani sana, yanayohitaji tafakari kubwa sana. Yaani ana akili juu sana mwinjili Yohane, kwani mtu mwenye ufahamu mkubwa kama, kwa hiyo ni kama tai ambaye anaruka juu sana katika kuwasilisha ujumbe wake. Kwa hiyo kwa mfano ukisoma kitabu cha Ufunuo unaona jinsi mawazo anayotoa, sema naliona njozi, katika njozi anatokea joka kubwa na mawazo anatoa ili kuleta ujumbe, anatengeneza hisia na yonjo na mawazo mazito ambayo tunahitaji kutafakari sana ili uweze kuelewa. Anaongea juu ya mafumbo mazito ili tutaweze kuelewa. Sasa katika Injili tumesikia juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, wale walioenda kaburini walikuwa ushuhuda baada ya kupewa na Maria Magdalena, waliambiwa aliyeshuhudia, shahidi wa kwanza juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa nani? Shahidi wa kwanza wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni mwanamke. Aliitwa nani? Maria Magdalena. Alikuwa nani? Maria Magdalena alikwenda kaburini. Alipoenda kaburini akakuta kaburi liko wazi, na akaangalia, baada ya kuona kwamba kaburi liko wazi, akafikiri kwamba wamemuiba Yesu Kristo, ameiba mwili wake. Akarudi akaenda kumwambia nani? Petro pamoja na wanafunzi wengine. Petro na hawa wawili tu walitoka kwenda kushuhudia juu ya kaburi la Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuambiwa na Maria Magdalena aliyokuwa na
aliingia kwa haraka, alifika kaburini wa kwanza nani? Yohane, huyu ambaye tunamwadhimisha leo, Yohane Mwinjili alikuwa wa kwanza. Na alipofika kaburini, aliingia au alibaki nje? Alibaki nje, hakuingia, alimsubiri Petro. Kwa nini? Kwa sababu ya heshima. Petro alikuwa mzee, na Petro tujue kabisa kwamba ndiye aliyewekwa na Yesu Kristo kuwa mkuu wa mitume wote na ndiye baba mtakatifu wa kwanza. Kwa hiyo alimheshimu baba. Mimi singeoja mzee. Akifika mzee ndio mimi nitaingia. Kwa hiyo alifika Petro, ndio Petro akaingia. Na Yohane naye akaingia, wakashuhudia wakaingia. Kwa hiyo watoto, hilo jambo litufundisha hata sisi kuwa na adabu. Tuwe na nidhamu. Tumeona? Tuwaheshimu wazee. Tujue kabisa kwamba kuwaheshimu wazee, tuwasalimie pia hata tunapokutana nao. Tuamkie walimu wetu, wazazi wetu, wakubwa wetu, walezi wetu. Na tuwe na heshima na utaratibu mzuri wa kuishi. Tukijua kwamba basi hao ni wakubwa wetu. Sasa naona wengine. Sisi simameni tuipe tena. Piga kinanda utuongoze. Wimbo ule wachungaji. Simameni. Mnyoshe kidogo. Wengine wanasinzia na kajoto haka. Muimbe na kupiga makofi kwa uchangamfu.